uchawi, kiboko ya madeni, kiboko masikini. Yesu kiboko yao, magonjwa kiboko yao, mapepo kiboko yao, waganga kiboko yao, laana kiboko yao. Kuna siku moja Mungu Baba aliweka kikao huko mbinguni, akauliza ni mtume nani akawaokoe wanadamu. Akasimama mwamba mmoja, jina lake anaitwa Yesu, akasema Baba nitume mimi nikawaokoe wanadamu pamoja na hizo dhambi zao. Na kweli Yesu akaja duniani, akakubali kupigwa mijeledi, akabebeshwa mpaka msalaba, akatundikwa msalabani, akagongelewa misumari mikononi na miguuni, akaveshwa taji ya miiba kichwani, akachomwa na mkuke ubavuni, akatemewa mpaka mate, akavuliwa na nguo zake, oh, kwa ajili yetu wanadamu. We kuweza? Nakuuliza wewe unanisikiliza, we kuweza? Amekubali kuacha enzi yake mbinguni, akaja duniani kujitoa sadaka kwa ajili yetu. Wewe kuweza? Leo ndugu yako tu akikamatwa akawekwa kituo cha polisi kwenda kumtolea dhamana shughuli, lakini mwamba alijitoa mwanga kwa ajili yetu. Bwana Yesu akakata roho, mwamba akakata roho. Giza nene likatanda masaa matatu, kuanzia saa 6 mchana mpaka saa 9 jioni. Miili ya watakatifu waliokufa miaka iliyopita walifufuka, wakawatokea watu mitaani. Pazia la hekaluni lilipasuka vipande viwili, yani ishara ya kwamba kila kesi imefutwa. Wayahudi wakaogopa sana, wakaanza kukimbia huku wakisemezana, hakika huyu halikuwa mwana wa Mungu, halikuwa mtakatifu kweli. Sikiliza ndugu yangu, nikwambie kitu. Kuna watu leo hii wanakubeza. Wokovu kitu gani? Yesu kitu gani? Unapoteza muda kwa Yesu. Nataka nikwambie, usijali. Hayo ni maneno tu. Wape muda, watajua kama Yesu yuko ndani yako au hayuko. Jamani Yesu, Yesu kiboko yao. 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 Mwili wa Yesu kazikwa kaburini, siku ya 3 akafufuka, akawatokea wanafunzi wake. Mimi ndio Yesu. Angalieni alama za mikono yangu, angalieni alama za miguu yangu. Sasa nimekuja tu kuwaaga na kwenda zangu mbinguni kuandalia makazi mema, ili nitakapokuja tena kuwachukua, nitakapokuwepo mimi na nyinyi muwepo. Yesu amekwenda, Yesu atarudi tena. Yesu amekwenda, Yesu atarudi tena. Yesu amekwenda.